Kichupa. Na mfalme wangu Ngolongo. Umefikia wapi kwa maagizo niliyokuagiza kuhusiana na yule binti aliyetekwa na ufalme wa Muramira? Mpaka sasa hatua zimefanyika na tumezifuata. Nimemfuata mlinzi mwenzangu Zuzuta, nimempatia maelezo hayo na tumeenda moja kwa moja mpaka kwa mfalme, japo kufika imekuwa ngumu kwa sababu ya ulinzi uliopo, lakini nakuhakikishia mfalme wangu, nipatie muda, huyo binti atapatikana na tutamleta haraka sana. Kichupa. Na mfalme wangu, nilikuwa na kuamini sana, ila taarifa unazoniletea zinaenda tofauti na mawazo yangu ambayo nilikuwa nategemea. Taarifa ulizoniletea ni mbovu sana. Ulinzi gani? Mimi nilikuwa nategemea nikupe zawadi kubwa sana ambayo ingeshangaza kijiji chote, katika hata yeye Mfalme Muramira angeshangaa. Ningekupa zawadi ambayo naipenda mimi kutoka moyoni. Nilikwambia tafuta walinzi wote walio mpaka zote wamekushinda. Zawadi hiyo umeikosa. Nitakupa onyo. Ukishindwa tafanya maamuzi mengine. Usipokufa wewe, atakufa dadangu. Mfalme, nipe muda na temu hii, na kuhakikishia tuko makini sana na tutahakikisha temu hii anapatikana, kwa maana nimeshaweka wapelelezi kila kona, wapo kwa ajili ya kumwangalia huyo tu binti, hawana kazi nyingine. Na kuhakikishia popote atakapoonekana tu huyo binti, nitamkamata mimi mwenyewe kwa mikono yangu na nitamleta, na imani utafurahia sana. Njile, naambia mrembo. Safi. Njile. Nakuona unazidi kung'ara tu, vipi? Siku hizi nakula vya mafuta sana. Ndio. Dance. Bwana. Kwani shida yako ni nini? Unajua. Yaani ile kuona tu, moyo wangu umeshtuka sana. Mtoto vipi? Unaweza kuangu kumbe ndoa Njile. Siku nyingi sana yani kwa sikuoni. Ni mimi, unataka nini? Mimi nakuelewa sana. Yaani unasikia, yani hata vitu unavyoagiza na mfalme wangu siviwazi, yani nakuwaza wewe tu, yani mambo yako, yani mambo yangu nawekeza yani kukuwaza wewe tu. Hata mambo nayoagiza na mfalme hayaniingii kabisa, lakini wewe tu Njile, mimi ndo nakuwaza sana. Naomba tu nikubalie Njile. Utahangaika mpaka lini? Na maana wewe utatuongoza mpaka lini? Kila mtu namtongoza. Mtoto wa kwa Mfalme Ngolongo na yeye umemtongoza. Tena na mimi nanitaka. Naomba uniheshimu. Sikutaki. Wewe achana na hayo. Unaweza kuona watongoza wasichana wengi, lakini ninayempenda ni huyu. Ila mimi kwenye hisia zangu Njile, nakuelewa sana wewe. Naomba tu nikubalie wewe. Nakuelewa sana. Wewe, naomba unikome, tena uniheshimu, sawa? Naomba unipishe. Yaani wasichana wote mnaojifanya wazuri lazima niwavuruge wote. Ninazungumza mimi ndio kapesa na mtaniona tu. Lazima.
Sasa inatakiwa ukashirikiane na walinzi wenzio popote pale alipo, afike kwenye hima yangu na mumfikishe hapa kwenye hima yangu, ndo nitapata furaha kwenye moyo wangu. Waambie na walinzi wenzio wote na kuamuru, ondoka mara moja. Zuzuta. Mr. Kuchopa, Kuna maagizo yametoka. kuna maagizo yametoka. Kutoka wapi? Kutoka kwa mfalme wetu. Mfalme wetu kuna maagizo amenipatia. Inatakiwa dadake na mfalme Mlamila tumteke mara moja. Tumteke? Ndiyo. Kwa nini? Asipopatikana vichwa ni halali yetu. Kichupa, tambua ile binti mimi nampenda, tena nampenda sana. Hii ni amri na siyo ombi, na tumepatiwa masaa mawili tu kuanzia sasa ninapozungumza. Kwa hiyo masuala mapenzi na kazi ni vitu viwili tofauti. Sawa, nimekuelewa. Tunaweza kwenda. Hudumu utawala wa Mlamila. Hudumu daima. Kulikoni? Walinzi wa mfalme Ngolongo mnaenda wapi? Malkia, tupo na ziara zetu tu. Wala usiwazi. Basi haina shida, mnaweza mkaendelea na mambo yenu. Rafiki yangu Goli, niambie, atakayefanikishwa kumteka dadake na mfalme Mlamila atapewa donge nono. Hilo donge sijui nalo ni donge gani? Natamani sana nijielewe hilo ni donge gani ambalo amelitamka mfalme Ngolongo. Labda wewe unaweza ukafahamu ni donge gani? Alisema hivi, atakayemteka dada yake na mfalme Mlamila atapewa zawadi kubwa sana. Au hilo donge na sisi tulifukuzie mwenza. Wewe unaonaje? Mimi naona ni vizuri twende tukamdanganya dada yake na mfalme Mlamila, tumlete huko. Naona ili tuambie walinzi wa mfalme Ngolongo ndio waje wamteke, wampeleke. Utakuwa umefanya vizuri. Hiyo issue tena tuicheze. Yaani kishindikana leo, kesho iwezekane. Yaani tumdanganye kwa vyovyote vile. Tumteke, tumlete huku mlimani. Tukimfikisha huku, waje wale walinzi wamteke kusudi na sisi tuwemo kwenye hilo donge nono alilolitamka mfalme Ngolongo. Wewe unaonaje? Mimi naona vizuri. Na tukifanya hivyo, hii itakuwa vizuri sana. Alafu iwe siri yetu. Wakitugundua mfalme Mlamila tumeisha na tuchinja kabisa na kutoa roho. Ila kweli huyo hana mchezo. Hana mchezo. Muda huu ana machungu. Yaani atatutoa roho mara moja. Usipojisimamia ukaweka lako moyoni, mwenzangu, tumeisha. Yaani hii siri iwe yetu. Yaani yetu wawili. Lakini mbona Malkia ametuuliza jambo? Kaisi nini? Hilo jambo wala lisikutishe. Cha msingi kilichopo, sisi tuendelee na jambo letu. Na nahisi ushindi uko karibu.
kama una kumbukumbu, walinzi wa Mlamila kuna kipindi tumewahi kuwasikia wakisema binti wa mfalme Mlamila hupenda kuongozana na Malkia. Sasa nahisi kama ushindi wetu uko karibu, na inatakiwa tukaangalia wale walinzi wa kule, tumchukue yule mlinzi wa bondeni, tumpatie hizi taarifa na umfuatilie binti nyuma kwa nyuma, hatua kwa hatua. Atakapopata majibu yuko sehemu gani, atuletee mara moja. Sawa, twende. Tunaweza kwenda. Mlamila, Dumu daima. Nyevi Baraka, walinzi wa mfalme Ngolongo, mmefikaje kwa huu msitu wa mfalme Mlamila? Tumefika kwenye msitu, tunatafuta dawa. Huu msitu hauna dawa? Tuna mgonjwa na hali yake ni mahututi sana. Huu msitu hauna dawa, na huyo mgonjwa mlionaye ni bora afya kuliko kanyaka kwa mlima. Kwa hiyo unasaminisha mipaka kuliko uhai wa mtu. Tumekuja kwenye mlima kwa sababu hiyo dawa inapatikana kwenye mlima. Na ninawaambia hivi, sitaki kuona kwa huu mlima. Ondokeni mara moja au matafuta nini? Matafuta vita kwa mlima. Mr. Zuzu, Mr. Kichupa, naona hii imeshakuwa jao. Tena angalieni sana msije mkatoka hapa mmenani hapa. Naomba muondoke mara moja. Nisiwaone tena kwa huu msitu. Tena ondokeni. Mr. Zuzu, Mr. Kichupa, hali hii tuliyokutana nayo inatisha sana. imeshakuwa ni hatari, tena ni hatari sana. Kumbe mfalme Mlamila ana ulinzi mkali hivi? Mpaka mimi mwenyewe nashindwa kuelewa. Lakini hatuwezi afya ya mgonjwa ikaendelea kuzorota na wakati dawa tunaziona kwa huu msitu. Kilichopo tufanye kuzungukia upande wa pili mpaka dawa tuhakikishe tunaipata, au wewe unasemaje? Ndiyo Mr. Kichupa, tuzunguke upande wa pili tuhakikishe dawa tunaipata. Sasa tufanye haraka kabla hali ya mgonjwa haijabadilika. Sawa, twende. Tena imekuwa kama bahati, dawa yenyewe ndio hii. ndiyo ni hii. Tunatakiwa tuchume haraka tuondoke. Fanya haraka kabla hajatukuta.
tunachuma dawa. Tumeagizwa na mfalme wetu, kuna mgonjwa kule, Hali yake ni mahututi sana. kwenye himaya yenu hakuna dawa? Ndio, tumejitahidi kutafuta lakini imekuwa ngumu kupatikana, na ndio maana imetubidi tufike huku. Nadhani hatujui ya kwamba mfalme wenu anatamana huu mlima wa himaya yetu wa Mlamila. Hapana, hatuko kwa lengo hilo na wala hatuna nia hiyo, na hiyo taarifa ni ya uzushi tu. Mfalme wetu hana tamana huu mlima. Mbona kama ni mandhari kwetu yako mazuri, kila kitu kipo na tumejaliwa vitu vingi sana vizuri vya kuvutia na isipokuwa tu ni dawa tumekuja kuchuma ili tukamtibia mgonjwa. Naombeni muiweke hiyo dawa chini. Hakuna kuchuma dawa na hakuna kupeleka dawa. Fanyeni hivyo haraka sana. Wekeni chini dawa. Hii ni dharau. Hawa walinzi wako wapi? Na niliwaongezea ulinzi ili kusudi ulinzi uimarike zaidi. Hii ni dharau. Na hili nitaenda nikamjulishe mfalme wangu. Inabidi niwape adhabu kali sana hao walinzi. Wanataka kunidharau. Hao walinzi wangu wanadharau kweli. Inaweza kuwa wameshaenda na kusinzia. Maana kwa hiyo haya mazingira siyaelewi. Weki shoka! Weki shoka! Weka nyeu! Naam. Naam kiongozi. Kinga gani mliofanya kuwaachia walinzi wa Ngolongo wakaingia kwenye himaya yetu? Mbona mnakuwa wazembe sana nyinyi? Maana kwa hiyo niliwaongezea mtu wa kuja kwenye lindo ili kusudi mzingatie himaya yetu hii. Mwisho wa siku sasa tunakuta tumeshatekwa. Kwa sababu kama hii watu wameingia mpaka wameanza kuchukua na damu. Wenzako wako wapi kwanza? Kiongozi wangu, walinzi wa mfalme Ngolongo wamenikuta kwenye lindo langu. Walipofika pale niliwahoji, wakatoa maelezo kwamba wana mgonjwa, na mimi nikawakimbiza kwa huu mlima, nikawaambia kwa huu mlima hatakiwi kuonekana mtu yoyote yule. Lakini wao wakalazimisha kuwa wana mgonjwa wachukue dawa kwa huu mlima. Nikatoa amri moja tu kwamba kwa huu mlima haitakiwi kutoa dawa yoyote ile. Ni bora mgonjwa afe kuliko kuonekana raia yoyote kwa huu mlima. Wakawa wameondoka. Kumbe walizunguka tena wakaja humu tena. Walinzi wenzangu, mmoja yuko kule chini, mwingine yuko kule juu. Nahitajika niitishe kikao cha dharura. Moja kwa moja naomba waite. Chap sana. Mr. Kasato! Mr. Kasato! Nenda kawaite. Yuko kule juu. Bado nimuite nani Mr. Ngoja niwafuate kiongozi wangu. Fanya haraka. Unikota hapa chap kwa wepesi. Mr. Kasato! Sehemu mkuu. Uko wapi? Niko huku mkuu. Mnalalala tu. Hamfanyi hata kazi. Walinzi wa mfalme Ngolongo wameshaingia katika hii himaya huu mlima. Wamepitia wapi? Mpaka kule chini mimi niliwakimbiza kule. Nyinyi mko mnalinda sehemu gani? Mimi mkuu nilikuwa maeneo haya, afu kule kuna Kishoka. Kishoka yuko wapi? Yuko huku. Mkuu wetu ametoa agizo moja. Inatakiwa tukusanyike wote mara moja. Tufanye kikao cha dharura. Mwite Mr. Kishoka. Wewe Kashoka! Kashoka! Wewe Kashoka! Hili itakuwa limelala hivi. Basi ndio maana ndio tabia lenyewe. Siri hapa limelala. Nimesema. Wewe Kashoka! Kashoka! Naam. Mbona unalala? Kidogo nimpitia usingizi kidogo jamaa langu. Tapitioje usingizi wakati tuko kwenye malindo huku? Na inatakiwa tuimarishe ulinzi. Sawa. Sasa mbona unalala? Umesahau majukumu yetu tuliyopangiwa na mkuu.
Jasahau, ila sema kwamba jana nilikuwa kwenye nanili kidogo. Nimepata kausingizi kidogo hapo. Inatakiwa uimarishe ulinzi. Sio kuja kulala huku kwenye mawindo huku. Alafu kuna taarifa. Mkuu anatuhitaji kule, kuna kikao cha dharura. Yuko wapi tena mkuu? Yuko kule anatuhitaji kwa sasa hivi. Kuna nini twende haraka sana. Kuna nini tena? Inatakiwa twende, utajua kilichoko. Basi twende. Wewe unalala hujui lolote. Tuendelee. Unavyojua. Mkuu. Ndio. Mwenzangu huyu hapa nimemleta. Asante kwa kumleta.